Kwa nini Atum tena? Huyo ambayo saizi kila anavyonyanyua unyayo wake na wewe ndio unaweka unyayo. Unatakiwa kujua kila hatua ambayo anapitia Atum. Atum ana mishi ambazo zinataka kuingia kwake, zipo lakini kwetu zinataka ziingie kupitia yeye. Anahitaji kukutana na mke wa nani? Na mke wa Ismail. Ismail. Kuna ishu ambayo ipo yeye na mke wa Ismail, na kwa sababu imeshavuja kwangu, nataka nikupe katika kufuatilia tu. Wao watakutana Lachazi, na Lachazi watavokutana, muda wataokutana ni saa 10 alasiri au ni jioni kama vile Waswahili tunavyosema. Kwa hiyo ninahitaji taarifa zake zipatikane kwa wakati, na vile vile ushahidi ninaotaka uupate wewe ni video. Nafikiri hutofeli. Siwezi nikafeli kiongozi. Nadhani unanielewa vizuri. Alafu kitu ambacho kinanifurahisha, umenitajia location Lachazi. I can't let you down. I can't let you down. Yaani siwezi nikakuangusha. Basi mimi nafikiri kwamba hilo na ndilo ambalo limesimama kwa sasa. Nje tunamwacha. Okay. Shida ni Atum. Hamna shida bosi wangu. Mimi nitaenda on time, nitakwenda straight kama oda yako ulivyonipa. Hamna shida. Dada, unatembea kwa haraka hivyo, unatangulia wakati wewe ni mgeni. Kumbadilika huko saizi utapotea. Kishobadilika kitu gani? Toka stendi nakwambia. Mimi siwezi kupotea huku nyumbani. Nimezaliwa huku, napoteaje na wewe? Mbona kupo vile vile? Kumbadilika mwenyewe si unaona? Stendi yenyewe tu hata haijabadilika. Hem, twende bana. Karibu sana. Asante sana. Hapa ndo maeneo yangu ya kujidai kwa nyumbani, na pia ni sio mkubwa sana kwenye kile chama.
ni bado mdogo, ndio tunapambana ili tupate namba. Mimi bwana, mpaka nimefika hapa, wale viongozi walionipeleka kwenye chama mpaka sasa hawanipokelei simu zangu. Nimewapigia kadha wa kadha, hawapokei simu, na mpaka saizi unavyoniona hali yangu mimi ni taabani. Yaani sina kimbilio zaidi ya kuja kwako. Nimekufuata wewe kwa sababu unafahamiana nao wale na upo nao karibu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji unipeleke, unikutanishe kati ya mmoja ya wale. Mimi nina uhitaji mkubwa sana, nahitaji nikaongea nao. Mimi pale aliyokuwa karibu yangu sana, rafiki yangu sana ni Atumbo. Huyo mimi ndo ninahitaji niongee naye, unikutanishe na huyo. Huyo ndo ana umuhimu sana kwangu. Mambo poa? Mzima? Mimi mzima. Vipi, unaelekea wapi? Naelekea huko chini kuchota maji. Kwa hiyo unakuja kuchota maji kote huku? Pale kwa kina Lunje siku na maji yanatoka. Yaani hapo kwa kina Lunje sasa. Hii wiki ya pili maji hamna. Yaani maji yamekata hii wiki ya pili. Kwa sasa hivi ukitaka maji ya bomba inakulazimu uende bondeni. Kwa maana hiyo Lunje wamefilisika kiasi hiko? Ndio hivyo shoga yangu. Huyo Lunje amefilisika hatari. Yaani pale maji wiki ya pili maji hamna. Hatari. Aisee, Lunje namkuta huko baa anakula bata mwenyewe na mabosi. Hatari na anadharau hatari. Ndio hivyo shoga yangu. Pale maji wiki ya pili imekata. Na hata hivyo ninavyokuambia, huyo Lunje juzi amekuja pale nyumbani kuja kumwazima mama hela. Poa, mimi na zangu Mission Town. Basi poa, hata mimi nikachote maji. Poa, bye. Lakini mimi nikusisitize, mimi nina shida naye, ninahitaji kuongea naye. Hali yangu ni mbaya kwa sasa, sina mbele wala nyuma, sio katika maumbile, ila mambo yangu hayaendi. Sina chochote, sina lolote jambo ambalo langu mimi linaloenda, toka tu nimekataa kufuata masharti yao. Na mimi nilikuwa na uhitaji, maana nilivyokuwa nimekataa nilijua mambo yangu yani nitaendelea tu vile vile na maisha yangu. Lakini hata pale nilipokwepo nilichokuwa nakipata kwa kipindi kile, kwa sasa sipati tena. Na hakuna kitu ambacho kinachouma zaidi kukosa hata pesa ya kula. Basi sawa, ondoa shaka. Mimi kesho nitakupigia simu. Hata hivyo hapa nilikuwa nataka nitoke niende nikakutane naye, ila uzuri umekuja kwa sababu nitapoenda kule nitamuelekeza na nitaongea naye, ila wewe kesho nitakupigia simu. Sawa. Basi mimi naomba nikuache. Sawa. Lakini ina shida. Nakuelewa. Na shida ndugu yangu. Najua unayapitia, naelewa. Basi usikose. Karibu tena. Haya machozi ni maumivu ndani ya moyo. Yani unaongea kiasi gani umeumiza ukiona mtu mzima. Nalia ujue hali sio shwari hadi najuta kuwafahamu najuta.
mke wangu, hesabu hapo hapo kamili. Hii pesa nyingine hii yote iende, hii pesa yote iende benki. Alafu ukijumlisha makusanyo ambayo duka ya chini na juu kama milioni 15 nayo iende benki. Alafu nyingine boresha kwanza duka la juu, maana huko la chini bado linajua. Sio, umenielewa hapo? Nakuelewa. Alafu wangu kingine ambacho nimekaa nimefikiria hapo, hiyo ugumu sana. Angel kaondoka. Umundani hayo. Leo na kufanya shaiki ya kutimiza masharti taweza. Ili tufanye kama ilivyokuwa. Tufanye tunavyoweza ili tuweke mambo sawa. Sasa nafikiria tunaisubiri tarehe ili tuharibikiwe au tunafanya jitihada ya kumtafuta mtu ili aweze kumaliza hili kitu. Maana tukichelewa tunaweza tukadhalilika. Inaonekana ile swala mume wangu walifurahia sana na ndio maana walipa kipaumbele sana. Yaani likifika tu swala hili, wewe unakuwa mstari wa mbele sana kwenye kutimiza ile swala. Mke wangu, haya maisha tumeyachagua wote. Na sisi sote ndio tulikuwa tumependa kuishi haya maisha. Maana tusingeweza. Na tumeshaingia, sio kusema hiki kitu mimi nafurahia, mimi sifurahi. Mimi sifurahi kukunywa mauchafu ya mtu. Hivi mtu gani anaweza kufurahi kula uchafu kama vile? Mimi sifurahi, lakini tayari mimi na wewe tulishakubaliana ili jambo. Tusipofanya uchague mawili. Kudhalilika au kuendelea kubaki katika hiari. Na kuhusu haya masharti wewe umeshaniambia kwamba una mpango, umeomba kwamba tubadilishe masharti na masharti tunayahangaikia kuhusu kubadilisha. Kwa sababu mimi nafurahika. Tumalize hili jambo, masharti yakibadilishwa basi tuangalie tutapewa masharti gani ambayo yanaweza yakaweza kukufurahisha wewe ambao ukaona kabisa yes haya masharti kwangu mimi ni sawa. Lakini saa hizi masharti yaliyopo tuyatimize. Lakini mume wangu ukumbuke nishakwambia kuhusu yule binti ambaye mimba yake kaondoka nayo. Nilikwambia tutoe ile mimba, wewe ulikataa. Kata kwamba tusitoe ile mimba na ukamruhusu ile binti aondoke. Laiti kama tungekuwa tumetoa ile mimba, huenda ingekuwa sababu mojawapo ya kukamilisha ile masharti kupitia mimba yake yule dada. Kama binti wa kazi nitafuta mwenyewe huko ndani. Na mimi ndo nitakayemleta. Inaonekana wewe ndio utafuta binti mzuri kuzidi mimi usije anipindue huko ndani. Hilo swala haliwezekani. Swala la wewe kutafuta mdada wa kazi aje tena huko ndani. Mambo yako unafanya taratibu sana. Alafu mimi kitu ambacho sipendi katika maisha yangu ni kudhalilika. Ndio maana nilikwambia kama tunakubali kubaki kwenye umaskini, tubaki kwenye umaskini. Kama tutaingia kwenye utajiri basi tufanye tunavyoweza ili tusichoke kwenye huo utajiri. Huyu dada wa kazi haina haja kutafuta wewe. Niache mimi nihangaike, nitafute watu wangu mimi ili wamlete huyo dada wa kazi kwa wakati. Baba. Habari sio hiyo, utatoa mfanya kazi, nitatafuta mimi mwenyewe na mimi ndo nitakayemleta huko ndani sio wewe. Nimemaliza. Hapana, huyo dada wa kazi ama nitafuta. Nashakwambia mimi nitafute ili tuwai muda. Tutakosana huko ndani. Nashakwambia hivyo. Sasa vitu leo Mungu alikuwa utajiri ulikuwa unataka wewe. Duniani hatuishi milele, ni bora ya kuishi maisha mafupi Furaha tele hawa mabosu wanapitia changamoto, yani pesa zao ni za moto, ila umasikini haupendezi mtu. Ismail, ili jambo nalifanya taratibu sana. Tunahitaji kafara. Lakini mkuu, ningeomba ukichukue kile mnachokihitaji. Ismail, unafahamu fika si hatuwezi kuchukua. Unataka tuangaliwe. Sawa. Una muda mchache sana Ismail.
unahitaji kafara. Nitalishughulikia hilo. Mume wangu. Niambie. Nilikuwa natoka zangu. Naenda kazini? Kitu nataka nikwambie. Okay. Niambie bana. Potea. Ili nisikucheleweshe kazini. Nataka kukwambia. Nimekubali kusoma. Najiuliza maswali na kosa maji nashindwa kumudu, hali kila nikijaribu. Kama utajiri ndo hivi ni bora, umasikini kila siku. Mimi yani nimechoka, na mimi natamani kuitwa mama familia, kitu cha furaha, ila mwenzangu anakata hadi nakosa raha. Nani atanipa majibu ya maswali ya